Naposema baadhi yenu ni kwamba tulisema kabisa 100% ni wale tuliowatumia, lakini tuliowatumia kipindi kilichopita ambalo ni zoezi hili ni mwendelezo wa zoezi lile lililopita, ni kwamba kuna ambao ni awamu yao ya kwanza, lakini wengine walikuwa wanafanya haya mazoezi vipindi vilivyopita. Sije mkasema mgeni rasmi anasema kuna baadhi yenu ambao hawakuingia pale. Tumeweka baadhi yenu mlikuwa vipindi hivyo mlishafanya hizi kazi. Nini cha kujifunza pale? Mmefanya hizi kazi, lakini leo hii kwenye awamu hii mlikutana na ambao wapya walianza kwenye zoezi la awamu iliyopita. Timizi kwamba usifanye kazi kwa uzoefu, ufanye kazi kwa kufuata taratibu na miongozo ya kazi hizo. Unaweza ukawa mzoefu ukasema mimi ninaenda na uzoefu, lakini mwisho wa siku ukaja kukwama kufanya vizuri. Vile vile wakati wa uboreshaji wa daftari, mawakala wa vyama vya siasa wataruhusiwa kuwepo katika vituo vya kuandikisha wapiga kura. Jambo hili ni muhimu, kwani litasaidia kuleta uwazi katika zoezi zima, lakini pia mawakala hawa watasaidia kutambua waombaji wa eneo husika, hivyo kupunguza kutokea kwa vurugu zisizokuwa za lazima. Lakini vile vile mawakala hao hawaruhusiwi kuwaingilia, narudia, hawaruhusiwi kuwaingilia wakati wote wa utekelezaji wa majukumu yao. Hii naisisitiza kwa sababu iliwahi kutokea. Muandikishaji anaandikisha, kwenye uandikishaji wake wakala kila akimaliza anapiga picha, halafu anarusha. Hiyo sio kazi yao. Lakini vile vile wanakuwa na takwimu, fulani amekuja leo. Hiyo sio kazi yao. Kama wanatafuta wenyewe huko, wakiingia watu kwa sababu wanawajua watatafuta, lakini sio nyie muwape ripoti. Sio nyie muwape ripoti, sababu nyie hamtumiki kwao, nyie mnatumika na tume. Wao wanakuja kwa ajili ya kusimamia watu wao, ili kukusaidia wewe ujue kabisa kwamba huyu anayekuja ni mkazi wa eneo husika. Naomba sana waandikishaji na wapiga picha kwenye hili tuelewane vizuri, kwa sababu wengine wanakuja na viongozi wa kisiasa. Wanapokuja wanawaingilieni kwenye majukumu yenu, na nyie mnaanza kutetemeka, mnashindwa kusimamia majukumu yetu vizuri. Niwaombe kasimame kwenye majukumu ambayo tutakabidhiwa leo. Wewe peke yako ndio utakuwa umekula kiapo cha kazi hii, kwa kasimamie kiapo chako. Nilishawahi kutokea mara nyingi, mtu anakuja anakwambia mimi nilikuwa wakala na watu wangu ni hawa, sikuona majina yao, sikuyaona. Au anakuja na listi yake. Mwingine anakuja hata na wengine hawajaji, anakuletea tu majina. Hawa ni watu wangu na wafahamu, watakuja wapige picha kesho. Usifanye hivyo, kafanye ulivyoelekezwa, ili tusiharibu nini zoezi. Kwa hiyo niliona nilisisitize sana hilo, kwa sababu unaweza ukaliona ni rahisi sana, lakini likija kuleta taharuki lina athari kubwa. Kwa naombeni hilo mlizingatie. Kwa majina naitwa Malale Hussein Hanifu. Niseme kama kwa sasa niko hapa kwa semina ya
wa uboreshaji wa daftari la wapiga kura ambalo limeandaliwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Lengo ni kuhakikisha kwamba kila Mtanzania mwenye sifa ya kupata ya kuwa na haki ya kupiga kura anapiga kura, hata ambao kwa bahati mbaya au hawakuwepo kwenye eneo husika kipindi daftari hili linapita kwa awamu ya kwanza. Hiyo basi, kwa kuzingatia sheria kama ilivyotajwa na Tume ya Taifa, kila Mtanzania ana haki ya kupiga kura hata kama amehama eneo moja kwenda eneo lingine, na ndio maana tume imefanya maboresho. Aidha, kuna taratibu ambazo sisi ambao kama ni uandikishaji tumepewa mafunzo ili kila Mtanzania apate stahiki yake ya kuweza kupiga kura kikatiba na kama sheria inavyosema. Kujipanga kwangu ni kulingana na mwongozo, ndio maana napewa semina ili nikatekeleze kila ambacho nafundishwa hapa, kwa sababu hapa tu kwa mji wa sheria. Sheria inakwambia kwamba kuna fomu za kumjazisha mtu atakayekuja kituo cha kupiga kura, kama ni awamu yake ya kwanza, kama amehama kuna fomu ambapo utampa. Kwa majina anaitwa Mwalimu Saidi Juma, ni mshiriki wa mafunzo ya uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura. Nimejipanga kusimamia sheria zote tulizoelekezwa pamoja na kuhakikisha kila mwananchi anapata stahiki yake ya kitambulisho, aidha hakupata awamu iliyopita au kahama makazi sehemu moja kwenda sehemu nyingine au anatimiza umri wa kupiga kura wakati endelea au atakayetimiza umri wa kupiga kura pale muda wa kupiga kura utakapofika. Wananchi tunaomba jitokeze kwa wingi, wasiogope, maana ni haki ya kila mwananchi kupata kitambulisho. Mimi kwa majina naitwa Eda Saul Aswile, ni technical support kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa sasa linafanyika kwa baadhi ya mikoa. Sasa ni kama nusu nchi, mikoa kama 15 au 16. Kwa hiyo ni kwa halmashauri kama tunavyojua, hii ni awamu ya pili ya uboreshaji. Kwa hiyo katika hii awamu hatufanyi kama mwanzo kwamba tunaweka vituo kila nani. Kwa sasa hivi vituo viko kwenye kata tu. Yes, kwa hiyo kulingana na kata za halmashauri husika ndio vinakuwa vinafanyika uandikishaji unafanyika kwenye kata. Watu wenye sifa zile za nani kama mwanzo, kwamba kuanzia mtu aliyefikisha miaka kuanzia 18, mtu mwenye akili timamu, awe raia wa Tanzania, awe na vigezo vingine vyote ambavyo vimekidhi vya kujiandikisha. Lengo la kufanya uboreshaji ni update daftari letu la wapiga kura, kujua wangapi wana sifa wameongezeka, wangapi sifa zimepungua, na kwa ajili ya kufanya uchaguzi wa madiwani, wabunge na rais. Rai kwa Watanzania wajitokeze kujiandikisha, sababu ni msingi wa uchaguzi bora. Tujiandikishe tukapige kura kwa viongozi, kwa sababu kuliko ile ya kukaa tunalalamika kwamba nini, unajua mambo kama hayo. Lakini mwisho wa siku tukijiandikisha tukaenda kupiga kura, kila kura inahesabika. Sasa tukasema kwamba mimi sipigi kwa sababu labda sijui nani naweza nikapiga na isiongezeke, lakini kila kura inahesabika, kila kura inamata. Kwa hiyo rai yetu kwa Watanzania wajitokeze kwa wingi, wajiandikishe, kwa sababu yani kila mwenye sifa ajitokeze ajiandikishe.